Hebu niseme nimeokoka, nampenda Yesu. Kwa vile yeye alinipenda kwanza, akakuja kwa ajili yangu, akakuja kunitafuta, akanitafuta mpaka akaniona. Nilikuwa kwa mambo mazito sana, nilikuwa nimefunikwa kwa njia iliyokuu sana. Nilikuwa nimerushwa mashimo ambayo sikuwa naweza kujitoa. Lakini Yesu akakuja kwa ajili yangu. Nilikuwa kwa shimo kubwa, sio kashimo kadogo. Nilikuwa nimefunikwa na mambo maovu sana. Mambo maovu. Naye Yesu akakata kauli. Eti hata kama niko ndani kabisa ya mambo maovu, ya dhambi nyingi, nilikuwa na dhambi nyingi, nilikuwa na uovu mwingi ndani ya roho yangu. Naye Yesu akaamua hata nikiwa hapo, ni lazima nitatoka hapo. Akawa hata naye amekata kauli ya kuwa huyu mwana wangu ni lazima nitamtoa. Nitamtoa hii matabara yote, nimsafishe huyu uchafu wote mpaka atoke hapa. Kama vile amekata kauli hata na wewe akutoe mahali huko. Umefunikwa na dhambi nyingi. Umefunikwa sana, unafunikwa na uchafu mwingi. Lakini Yesu amekata kauli, ni lazima atakutoa mahali huko. Na leo, ukimwachilia hiyo roho yako, yeye amekata kauli kukutoa hapo. Usione kama hauwezi ukatoka, usione kama kuna mambo Yesu hawezi, anaweza kila kitu. Na alikuja hapa kwa ajili yangu na kwa ajili yako, ili akuje atutoe mahali tuko kwa dhambi nyingi, kwa uovu mwingi. Eti tumezingirwa sana na ushetani. Kuna wengine wamezingirwa na usherati, wamezingirwa hata na mauchawi, wamezingirwa na maugonjwa. Wanaona wanangoja tu kifo, lakini nikwambie, neno la Mungu liko hai, na neno hili lina uwezo wa kukurudisha uhai, lina uwezo wa kukutoa kwa magonjwa. Ukimwamini Yesu, utatoka kwa huo ugonjwa, utatoka kwa huo ugumu uko nao, kwa umasikini huo umekuzingira. Hata mimi nimekuwa nimezingirwa sana na hata na ufukara mwingi. Sikuwa naona kama naweza toka hapo, lakini kwa nguvu za Mungu, Mungu amenitoa huko. Ametoa kwa sababu ufukara unakaa ndani ya mtu. Shetani anaweka ufukara. Unaona ufukara hauwezi ukatoka huko. Shetani anakuambia hauwezi, wewe ni fukara kabisa. Kuna matajiri lakini wewe si tajiri, ni fukara. Ukawa unaamini hivyo. Lakini Mungu anakuja, anakubadilisha, anatoa hiyo imani mbaya ndani yako. Na hiyo imani mbaya anaitupilia mbali. Na wewe ukikubali hiyo imani mbaya itoke kwako, Mungu atakutoa kwa umaskini, atakutoa kwa magonjwa, kwa sababu ufukara hata magonjwa yanawekwa ndani ya roho ya mtu. Wewe unaamini wewe ni mgonjwa kabisa, ni magonjwa yale sugu, hayawezi yakatoka, lakini hiyo ni mapepo. Lakini ukisikia neno la Mungu, neno hilo ukiliamini litakutoa huko, litakutoa hata kwa mashimo hayo yote, kwa sababu mambo yote yanawezekana kwa katika neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ni Mungu. Neno la Mungu ni Mungu. Ukiliamini likikuja likae ndani yako, litakubadilisha wewe. Litabadilisha maisha yako. Litakutoa mahali huko. Neno la Mungu hapa katika Waebrania hapa 11 linasema hivi. Linasema na linaendelea kusema. Na ujue neno likiwa hapa kwa kitabu haliwezi likakusaidia ukiwa hauwezi kuliweka ndani ya roho yako. Hapa kwa kitabu linakaa na halifanyi kazi. Ni lazima ulichukue, ulikubali likae ndani yako, na likikaa ndani yako
uwe unaliwaza kila wakati, unalirudia ndani ya roho yako, unaliachilia likae ndani yako, ndilo linafanya kazi na linakufanyia kazi ndani yako, linaondoa uchawi wote, linaondoa mashetani yote, kuamini kubaya, maneno mabaya ambayo yanawekwa ndani ya mtu na shetani yanaondolewa na neno la Mungu. Kwa hivyo siku hii ya leo ukubali neno la Mungu na utaona vile litakufanyia wewe. Niliwekwa hapa kwa ajili yako, ndiposa ikubadilishe. Na tutasoma neno la Mungu katika Waebrania hapa 11, tuanzie hapa 6. Neno la Mungu linasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Neno la Mungu linasema eti pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Na imani hii ni imani gani? Sio kuamini hivyo. Ni kuamini kwamba Mungu yuko. Umwamini eti yuko. Sio kuamini eti Mungu hayuko. Eti watu wanaendanga hivi, mtu akikufa anapotea. Wewe ukiamini hivyo hata wewe utapotea, kwa sababu umeamini hivyo eti mtu anapoteanga. Sio uachilie neno la kukupoteza ndani yako, ni uamini neno ambayo eti litakupa uzima, neno litakuwezesha kukaa pamoja na Mungu. Umfanyie makao Mungu kwa kumwamini na kumwamini eti yuko, eti hapa ni lazima, ati pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Na mtu amwaminiaye ni lazima aamini ya kuwa Mungu yuko. Kwa nini wewe usibadilishe hiyo imani yako? Ujaribu hii imani ya Mungu, ujaribu kuendea hii njia ya imani hii ya Mungu, uone kama iko kitu. Ukianza leo uanze kuamini ya kuwa Mungu yuko, na uwe unamwambia mimi naamini ya kuwa uko, utaona wewe utabadilika. Ni lazima ukubali kubadilishwa. Mungu wako hapo ndiposa akubadilishe, lakini hawezi ni lazima muwe na ushirika pamoja naye. Ni lazima muende kwa njia moja. Eti mimi nimeamini. Usiachilie neno la Mungu likae hivi bure. Limekuja kwa ajili yako. Usichukue eti neno la Mungu eti ni kitu bure. Lilikuja kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Na usije ukawa unaliamini likiwa ndani ya mtu mwingine. Eti ungojee mtu mwingine akuaminie ndio akuje kila siku akwambie. Amua wewe siku hii ya leo, umwachilie Mungu ajenge kanisa lake ndani yako. Uachilie huo uchafu wote. Huo uchafu haukusaidii. Hausaidiki na hayo mambo maovu, hausaidiki. Hata wewe ukiwekewa kitu kizuri na kitu kibaya, uambiwe uchague kile unataka, ni lazima utachagua kile kizuri. Na neno la Mungu ukilisoma vizuri, utaona mapenzi Mungu ambaye anayo kwa ajili yetu, kwa manyumba zetu, kwa watoto wetu, kwa sababu huyu Mungu ambayo amenenwa kwa hiki kitabu, utaona ni Mungu mzuri, anakuwazia mema, anataka kukuondolea maovu, anataka kukuondolea dhambi. Na wewe kwa nini unamkataa? Kwa nini usimpende? Huyu Mungu ni lazima umpende. Hawezi, hata akikupenda, upendo wake utakaa kando bila wewe kushirikiana naye. Umwambie mimi nataka upendo huyu wako. Utakaa hivyo ukisema eti Mungu ananipenda, lakini wewe unaendelea kupitia kwa njia zako, na yeye Mungu anakaa hapo anakungojea ili umuite.
ili akubadilishe. Neno la Mungu likasema eti wale wamwaminie yeye, mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Ni kumtafuta, sisi tumtafute. Anatutafuta na sisi tumtafute ili tukutane. Wewe umtafute, yeye naye anakugojea umtafute mahali yako. Na utamjuaje mahali yako? Ni lazima umpe hiyo roho yako. Kutoka wakati wa zamani, kuna wakati wa zamani manabii walikuwa wanaenda mahali palikuwa panaitwa patakatifu pa watakatifu, na mtu mmoja ndiye alikuwa anaenda. Lakini wakati Yesu alikufa, ile kitambaa ambacho kilikuwa kinazuia watu kuenda mahali patakatifu, hiyo kitu kilipasuka mara mbili. Ndiposa kila mtu awe anamuita Mungu na Mungu anasikia. Na neno la Mungu katika Marko hapa 12 hapa 10 kutoka 46, neno likasema walipika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na makutano makubwa, mwana wa Batimayo yule muombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Huyo alikuwa kipofu na alikuwa anakaa anawekwa kando ya njia, akawa anaomba vitu hapo kwa njia. Naye akasikia ya kuwa Yesu Mnazareti anapita. Naye neno la Mungu likasema alisikia na watu eti Yesu Mnazareti anapita. Kwa hivyo alikuwa na masikio, lakini macho hakuwa anaona. Ni zawadi kubwa kuwa na masikio, kama vile wewe uko na masikio siku hii ya leo. Unasikia vile Yesu anakupenda, vile Yesu anatenda, anaponya magonjwa. Anaponya watu gani magonjwa? Ni watu wote. Sio eti ni mmoja amechagua kumponya. Anaponya kila mtu ambaye anasikia sauti yake siku hii ya leo. Eti huyo alisikia sauti ati Yesu Mnazareti anapita, naye akapaza sauti akasema, Yesu Mnazareti nirehemu, Mwana wa Daudi nirehemu. Hata leo atakurehemu, ukimuita atakurehemu. Hebu wewe jiitie Yesu, jiitie wewe, usiachilie watu wengine wakuitie. Utamjua lini? Utamuona lini? Wewe jua neno la Mungu. Ukiwa wewe amua kumjua, sio kuwa unawaambiwa na watu wale wengine. Bartimayo aliamua eti mimi nitamuita kwa kinywa changu, kile alinipatia niwe ninamuita. Hata leo ukimuita, mambo yako yote yatabadilika. Umwamini eti yuko na anatenda mambo mema, atakutendea siku hii ya leo. Kwa hivyo usigoje uitiwe na mtu mwingine eti wewe unaenda kwa manabii, eti uende kwa huduma. Sio kuenda kwa huduma. Enda leo, Yesu yako hapo kwa kinywa chako, muite, jiitie Yesu. Msiende kwa manabii, wewe muite. Wewe ndiye utakuwa nabii kwako, na Yesu ni nabii wako. Ukimuita atakuja na atakutendea maovu. Ni wewe utajua lini ni nabii gani aliye wa kweli. Utajua ni nani. Yesu ndiye nabii wa kweli, na ako hapo. Hakuna kitambaa kwa kuzuia umuite. Hakuna kitu kinakuzuia
kinakaa kati yako na wewe. Imani ndio wewe hauna. Wewe unajiona, unajidharau. Huyu hakujidharau, hakujiona kipofu, hakujiona eti anaombaomba pesa hapo kwa njia, lakini aliamua kumuita Yesu, naye akaamua akasema, hata mimi naweza kuona kama hawa wanamuona, hata mimi nitamuona. Na wewe ukimuita siku hii ya leo, utamuona na atakuokoa na atakutendea mema. Wewe ukimuita, utasamehewa hiyo dhambi zako kubwa hivyo. Hapo umekaa unakunywaga mapombe, ukimuomba Mungu nisaidie niache kukunywa, atakusaidia, atakutoa hapo kwa mbolea, atakutoa. Hata sisi alitutoa, na sisi ndiye ametuweka hapo ili tuwe tunakunenea neno la Mungu siku ya leo. Naomba Mungu atusaidie, hata mimi anisaidie kuendelea na hii safari, anisaidie Roho Mtakatifu akae ndani yangu, ili anisaidie kudumu kwa huu wokovu katika jina la Yesu. Hata wewe akusaidie, fungua roho yako na Mungu atakujaza na Mungu atakuponya magonjwa yote. Hakuna kitu Mungu hawezi. Anaweza kila kitu, atakuwezea. Hata mimi ananiwezea, ameniwezea mengi na ataendelea kuniwezea. Na mimi najua sio mimi naishi, lakini ni Yesu anaishi ndani yangu. Ukiniona hivi unaniona, sio mimi naishi, lakini ni Yesu anaishi ndani yangu, na ananitendea makuu na ataendelea kukutendea, kwa maana anakupenda na anatupenda kwa njia iliyo ya ajabu. Kwa hivyo Mungu atusaidie kuendelea na safari hii. Uamue ukate kauli ya kumuishia Mungu, umwambie ati akubadilishe, naye atakubadilisha. Hata sisi ni kuomba tunaomba ili Mungu atujaze Roho wake Mtakatifu na tudumu kwake. In Jesus name, amen, amen, amen.